Yo, what's up, my good people? It's Afro Flawless to Edna once again. Yeah, so uh, kuna hichi kitu kimoja nimewahi kuambiwa na mtu kwamba katika maisha sio kila kitu kizuri huwa kinakuja na sura nzuri. Kuna vitu vingine vizuri sana lakini huwa vinakuja na sura ngumu, vinakuja na sura mbaya, vinakuja na sura ya tongalo. Tongalo, I don't know if you remember Tongalo, wale wazee wa movie za Nigeria, sura za kimsuka. Lakini vyenyewe vinakuwa ni vizuri, lakini mwanzoni vinapokuwa vinatokea tunakuwa tuone uzuri wake, tunaona tu ule ubaya, na inakuwaga ni ngumu sana kufikiria kwamba vitakuja kuleta uzuri wowote mbele kutokana na jinsi tunavyoona mwanzo. Sasa nakumbuka kwa hichi kipindi niliwahi kupitia wakati mgumu sana. Nilikutana na jaribu kufunga mwaka kwa upande wangu. So nikawa nime lose hope, nikawa naona kama maisha yangu ndo yamefika mwisho, like there's nothing I can do na vitu kama hivyo. So katika watu ambao walikuja kuniconsole, alikuja mtu ambaye kwanza sikuwahi kutegemea kama angekuja kuongea kitu cha maana kama hicho alichoniambia. Akaniambia, dogo, usijali wala nini, wewe jipe amani, jitie nguvu. Mimi naamini Mungu yuko upande wako, kwa sababu sio kila kitu kizuri kinakujaga na sura nzuri, vingine vinakuja na sura mbaya. Kwa hiyo kaza. Mimi niliposikia hayo maneno kutoka kwa yule mtu, you cannot believe, yani it kind of lifted my moods. Yani it took a little bit of time mpaka kuja kukaa sawa na kuaccept like the whole situation ya mambo ambayo yalikuwa yametokea na kunisambaratishia mifumo yangu, lakini at some point ikawa imenipa nguvu ya kusema okay, so kumbe hichi naona kama ndo nimefika mwisho, lakini inaweza kuwa ni mwanzo wa kwenda hatua nyingine mbele. Unakuta kuna vitu umezoea kufanya, unavifanya kila siku, uko level fulani, yani pengine husogei mbele wala urudi nyuma, uko tu pale pale, na hata ukisogea unasogea kidogo sana. Lakini unakuta muda mwingine kuna sehemu ambayo ni tofauti kabisa na eneo ambapo ulipo. Fate yako wewe sio hapo ambapo umekwamia kila siku unapaishi. Fate yako iko sehemu nyingine. So unakuta Mungu anapokuwa anaamua kukuhamisha kutoka kwenye hiyo sehemu kwenda sehemu nyingine, anakupitisha kwenye miba. Anakupitisha kwenye miba ambayo in real sense yani huwezi ukafikiria kwamba ni huu ni mpango wa Mungu. Na inawezekana mpango wa Mungu ukawa tu ni mzuri, hajataka upite hapo ambapo umepitishwa, lakini shetani anajua kwamba unapoelekea ni pazuri sana, kiasi kwamba anaamua kutafuta njia ambayo itakufanya wewe ukate tamaa. Anaweka sasa ule ubaya, ndio ile sura mbaya inayokuja kwenye hicho kitu kizuri chako, anakiweka shetani ili uogope kuendelea mbele, ili ukate tamaa, ili uone uwezi, yani hii tu cha msingi, yani uishie yani hapo. Sasa hapo ndo unakuta usipokaa makini na Mungu, usipokaa vizuri na Mungu, yeah. So unakuta kama usipokaa vizuri na Mungu unapotea kabisa, kwa sababu mara nyingi tukishapitia kwenye changamoto, wengine wakuta yani hata ile nguvu ya kusema ufanye vitu inapotea kabisa. Yani unakuta mtu anaanza tu kuwa mtu wa kujifungia, mtu wa kujilaumu, mtu wa kujiona hafai. Na hayo yote yanaletwa na shetani, kwa sababu anajua ukiinuka tu you are going to be something else. So katika hiyo changamoto niliyopitia, katika maneno niliyoambiwa ya kutiwa moyo na vitu ambavyo nimejifunza, kwanza unapokuwa unapitia changamoto aina yoyote, kitu
kitu ambacho unaweza ukakifanya cha kukusaidia kuliko vyote, cha kwanza ni kumtegemea, yaani kumtegemea Mungu sana. Yaani kumtegemea Mungu sana. Yaani kama mtu ulikuwa hujui kusali, kama ulikuwa hujui kufunga, ulikuwa hujui kusoma neno, yaani kipindi unapitia matatizo, kama ukishindwa kujifunza hapo, basi sijui utajifunza lini. Lakini kumtegemea Mungu ni jambo la kwanza kabisa. Lakini nilijifunza pia kuteleza, sio kuanguka, kwa sababu unaweza ukateleza ukashika chini ukashika chini ukiwa mpata balance, hautafika chini kabisa, yaani mwili wote utadondoka. So ukiona mpata balance ya kujishikilia, ni ujue lazima kuna mahali utainukia, yaani ndio hivyo. Kwa kuteleza sio kuanguka, ndugu zangu. Lakini kila kitu kinachotokea kwenye maisha yako ni matokeo ya wewe mwenyewe na maamuzi yako. Kwa sababu una uwezo wa kuamua kila kinachotokea wewe kwenye maisha yako kitokee kwa namna gani. Hicho kinaanzia kwenye mindset yako na jinsi unavyojiona wewe. So nachotaka kukutia moyo wewe ambaye pengine unaweza kuwa unapitia changamoto ya aina yoyote kwa sasa na hauelewi wapi pa kuanzia, hauelewi wapi pa kutokea. Napenda nikutie moyo kwamba hakuna kitu kizuri, ya vipo, lakini sio kila kitu kizuri kinakuja na sura nzuri. Unaweza ukawa upo kwenye right track, lakini shetani anajaribu kukupotosha ili uone unapotea. So keep praying, keep trusting God, keep asking for direction, and keep believing. Usijikatie tamaa, usijichukie, jipende, jiamini, jithamini, jiambie kwamba you can do it. Since you are an heir of God and you are a joint heir with Jesus Christ, you own the world and everything that is in it, everything that is within the world. So everything is under your power. You can do anything under your power. Hata kama hujafikia level ambayo unataka kufika, amini iko siku ambayo haijulikani utafika, kwa sababu hiyo siku ni yako. And levels are for you, baby. Ciao.